Hata Meru ikilala, Wamasai wanasonga mbele. Kule kwa Waluya ndugu zetu, nimemalizana na Kakamega, nimemalizana na Bugoma, nimemalizana na Trans Nzoia na nimemalizana na Busia. Nimebaki tu hii Ijumaa naenda Vihiga, Waluya tumalizane. Kwa Wajaruo, hii ndio kaunti ya pili. Kaunti ya pili. Tulikuwa hapa Laikipia, na kaunti ya pili ya hii mlima mimi kuzindua ni hii Meru. Na nasema hivyo kwa sababu mimi naamini hii Kenya, kila mtu tuweke kiondo ya maendeleo ya uchumi ya Kenya yetu. Mjaluo achangie, Muluya achangie, Mmasai achangie, mtu wa Pwani achangie, mtu wa Miraa achangie, Wameru wote wachangie, watu wa Tharaka Nithi wachangie, watu wa Garissa pahali itakuwa Alhamisi wachangie. Jameni, hata kama ni korogwa, si Kenya itasonga mbele? Kwani huu maskini uko na ujasiri namna gani? Unapigwa kutoka Garissa, unapigwa na Wajaruo, unapigwa na Waluya, Wakenya wote wanapiga huu umaskini kama drama. Itasimama kweli? Hii umaskini utasimama? Na mimi naamini sisi kama viongozi walioko tunaweza kuwa kile kizazi ambacho kilifukuza umaskini. Na mimi niongee kwanza kwa wale watu wamesoma, our elites. Hawa wananchi wanauza mbuzi, wanauza miraa, wanauza ng'ombe ndio sisi tukusome. Tukisoma tunaenda huko Nairobi, tunajifungia huko. Hakuna mtu anarudia hapa kusema sababu hawa wananchi ndio walituelimisha, wakauza kahawa, wakauza ng'ombe, wakauza mbuzi. Wacha nirudishe miguu nyuma, hii akili nimesoma niende niitumie isaidie watu wetu. Ile tumeona mtu kidogo akipata kazi unaenda Nairobi unapotelea huko. Sasa kwa hii mradi tunaanza hapa leo Roile Rorera, mimi niko na maono ya kwamba hata wale vijana ambao wanatoroka kutafuta kazi Nairobi, utaanza kusikia wakipiga simu sasa, watafutiwe kaprot, wakuje wafanya kazi ya production hapa, wakuje wafanya kazi ya manufacturing hapa, wakuje wafanya kazi ya kilimo hapa. Tumezoea ile inaitwa rural urban migration, lakini tukikamilisha hii mradi tutafuata reverse, tupate urban rural migration, kuliko vijana wetu kukaa huko vitongoji duni huko Nairobi, warudi hapa na tuweze kujenga Meru from bottom going wapi? Going up. Tulikuja hapa na rais tukitafuta kura mwaka uliopita, tukaingia pale Meru University kwa economic forum, tukawasikiliza mashida zenu. Kwanza mkatuambia nyinyi ni wakulima, lakini kilimo yenu haiwafaidi nyinyi. Mtu analima, anajitolea, anajigaragaza, lakini mapeni haigie kwa mfuko. Na tukawaahidi, mkatuambia shida nyingine ni kwamba hao vijana hawana ajira. Wako tu hapa Meru, wako pale Maua, wako pale Lale, wako pale Kaliene, wako pale Timau. Na tukawaambia kwamba kutoka kwa hawa kina mheshimiwa Mwisraeli kumadhoshe ginya Ndonyiri, umaskini tutamaliza, na vijana tutapatia kazi, na pesa tutaweka kwa mfuko. Na mimi niko hapa kuhakikisha ya kwamba leo safari ya kufukuza umaskini na ukosefu wa kazi imeisha leo. Wakati nilikuwa nazunguka pale, nimeambiwa jambo la kunishangaza sana. Na hizo kaunti zote mimi nazunguka, kila kaunti iko na hadithi yake ambayo sikuwa natarajia. Sasa leo nimeambiwa ati kaunti ya Meru imeovertake kaunti ya Kisii upande wa ndizi. Na mimi nasikianga wa Kisii na wa Meru ni makazi. So hiyo mchezo ya mandizi
ile kama ni mpira tukaita mashemeji dabi ya Wakisii na wa Meru, lakini Meru sasa amepita Mkisii upande wa ndizi ndio namba moja. Sasa huu mradi itafanya maneno mawili, mambo ya ndizi. Utahakikisha ya kwamba wale wa kununua ndizi, na sio tu watu wa hapa Nairobi ama Kenya ama wapi, hata watu wa ng'ambo, sababu mimi nimepangana na wao, tutawaleta hapa, mandizi yetu ikuwe packaged hapa, iwekwe branding hapa, na ndio iweze kuuzwa kwa nchi za nje moja kwa moja. Ile ndizi nyingine, jambo ya pili, mambo ya ndizi ni kwamba tutaweza kufanya value addition ya hizo ndizi. Tuweze kuleta potato chips, unga ya kutoka kwa mandizi na bidhaa zingine. Na hiyo ndio tu story. Tutarudia upande wa makadamia. Hapa tulioko, mnaona hii shirika yangu hapa inaitwa Kenya Development Corporation. Tutashirikiana na serikali yenu ya county tuweze kuleta machine za kucrush makadamia, mjipakie nyinyi wenyewe. Hakuna broker. Kama ni broker, nyinyi watu wa Meru ndio mtakuwa broker. Na mimi niko na imani ya kwamba nikifanya hivyo, hii bei ya makadamia itapanda. Sasa najua kuna wengine watapata 20. Dawa ya hiyo ugonjwa ni maneno ya nyinyi wenyewe mjifanyie value addition. Nimekuwa hapa na shirika yetu ya Meru Dairy upande wa maziwa, na wamenihakikishia kwamba hata wao hawataachwa nyuma, kwamba bali na ule mtambo wako nao kule town, watafungua mtambo mwingine hapa katika Roire, ndio waweze hata wao kupanua biashara yao, na especially hapa Mabua ni kilomita 2 mpaka airport yetu ya Isiolo. Juzi nilikuwa huko Isiolo tukiwa na governor jirani yetu Guyo, na huu mradi pia huko Isiolo tuko na mradi kama huu. Lakini kaunti ya Meru na kaunti ya Isiolo na hata kaunti ya Tharaka Nithi, hiyo airport yetu ya Isiolo, na ambao tunafanya kazi na ndugu yangu Waziri Murkomen kumpanua, tuongeze runway kilomita 4, na nimepangana na hata mashirika ya ndege sana hizi nchi za Kiarabu hizo nazielewa sana, kwamba ndege zao zitakuja hapa Isiolo, zichukue nyama ya Isiolo, wachanganye na avocado ya kutoka Meru, wachanganye na makadamia ya kutoka Meru, wachanganye na dengu ya watu wa Tharaka Nithi. Kutoka hapa mpaka Dubai kwa ndege ni masaa 5 ama chini ya masaa 5. Kwenda pahali inaitwa Jeddah ni masaa 3. Sasa hizo mashirika zote mimi nimeongea na wao, na wamekubali ya kwamba tukipanua hii airport, mazao yenu itakuwa inatoka hapa moja kwa moja. Nchi hizo mingi zao ni jango, ni desert, na mimi nazijua, nimeishi kwa miaka 10. Sasa hao wakisikia ati maziwa hapa inapotea, wanasikia ati avocado inapotea, wanasikia ati ndizi inapotea, ati nuts zetu zinapotea, wanashindwa. Ni kukosa kutumia kichwa wa akili mzuri, ama ni kurogwa, ama ni zote. Hao ndio wanashindwa. Na ndio nataka jameni, hii tukifanya value addition hapa, tukiuza moja kwa moja kutoka hapa, kwanza mkulima anaweka pesa kwa mfuko, pili kijana anapata kazi, kwa sababu tutakuwa na sheet hapa za value addition. Kuna mrembo mmoja nimepata hapa, ako na ile anafanya bidhaa kadhaa pale, ingine kutoka kwa chips, ingine sijui kutoka kwa nini, kwa avocado, na ameniambia anauza shilingi 150,000 kwenda juu. Nikamuuliza ako na space gani anafanyia hiyo kazi, akaniambia ni 10 by 10. Sasa kama huo ni mtu mmoja, 10 by 10 inamletea 150,000. Utaona hata ma MCA wakiacha hiyo kazi ya MCA, waende wafanye hiyo kazi ya value addition, waende wafanye hiyo kazi ya industrial park. Na sababu ya hatupatii watu wetu nafasi za kazi, na tukiwapatia pia tuwapige check, tuwapatie capital. Na mimi nakuja hii industrial park
nikiwa na capital ya kupatia vijana, ya kupatia wamama, sio tu kupatia pahali ya kufanyia kazi, hata pesa ya kufanya hiyo kazi. Muniulize, nimejipanga. Rais ameniambia liwe liwalo, lazima uzunguke dunia yote, tafuta pesa. Mahasula wa Meru, ukiwapatia pahali ya industrial park, ukiwapatia pahali ya aggregation, uwasindikize na mkopo na pia uwanunulie machine. Na hiyo mambo ya kununua machine ni muhimu. Mkisikia hiyo kazi yote, mnasema sasa mimi sio kama ile shirika ya tumeona pale ya animal feeds ambao wanaweza kuwa na pesa sababu ni watu wa Meru Dairy. Tutatoa pesa wapi ya kununua hizi machine? Hizi machine, uwe mdogo, uwe mkubwa, uwe tajiri, uwe maskini, uwe hasla kutoka pahali yote, utakuja hapa utumie mashini zetu, ulipe pesa kidogo, uende ufanyiwe packaging, halafu unauza. Ni kusema ya kwamba pahali kuna mahindi kama huko upande wa kwa kina Kiago huko chini, unaweza kulima mahindi huko. Ukaenda hapa shule yetu ya Kaga, unapatiwa order ya kuleta unga. Na unga unafanya packaging na unaweka brand yako. Kama hiyo ya Kiago itaitwa Kiambi unga. Sababu ya mheshimiwa ndugu yangu. Sasa hii Kiambi unga unaenda unakuja unakodisha mashini zetu. Unalipa. Sio lazima ukuwe na mashini. Unaingia Kaga, unasema hii ndio unga yenu, mchukue, unapewa pesa, unasonga ukisonganga. Na hiyo ndio maendeleo. Kwamba lazima hata tukiongea mambo ya export ama tunaongea mambo ya value addition, lazima hata huu hasla na yeye aweze kusonga mbele. Na muone hii airport ikiwa hapa Isiolo, muone baraka. Hii ni baraka yenu, na mimi niko hapo nitaifanyia kazi mpaka isonge hii tukiwa na ndugu yangu Murkomen, sababu hii airport inawainua hapa. Na rafiki yangu Gavana Kawira, hii uamuzi ya kuleta hii industrial park hapa ni mzuri, kwa sababu sasa hapa kwanza umetuambia ni katikati. Ya pili, hakuna haja ya kuchukua maji, unachota maji kwa karai unaweka Indian Ocean. Hata hapa pahali haiko kwa map, hata kuja hapa na ndege ilikuwa ni shida. Hata hapa ni watoto wa Mungu na ni wananchi wetu, tulete maendeleo mpaka ile kona, hata ile kona zaidi. Kwa hivyo jameni, tufanye kazi pamoja. Tunaweza kufukuza umaskini tukipunguza ubinafsi, watu kujipenda. Hata wewe ambao umebarikiwa kidogo, ukumbuke sio Mungu ulimuhonga. Hata wale ambao hawajabarikiwa, hata hao sio makosa wamefanya, na ni watoto wa Mungu. Tupunguze ubinafsi, tupunguze kujipenda. Na ukibarikiwa, unabariki wengine. Kama Mungu amekubariki na elimu, umesoma, umeenda huko university, ukanunua gari kubwa, umepata kazi, pata biashara kubwa, hata huyu mtu hapa, hata yeye kuja umuinue jameni. Na waheshimiwa, hiyo maneno tuweke maanani. Hiyo mimi nafanyanga kazi. Najua tunataka kuchaguliwa tena na William Ruto mwaka wa 2027. Lakini hiyo sio sababu inafanya niamuke. Mimi naamuka ndio safari yangu ya kwenda mbinguni ikiwe sawa sawa. Hii kazi ukifanya vizuri, hata kama mambo ya kula haigiani, kwenda mbinguni express. Hata hakutakuwa na bumps na hakutakuwa na toll station, itakuwa express mpaka huko. Na hiyo ndio kazi ya maana. Mwisho, najua wewe Kawira umeniletea shida wewe. Kutoka jana vitisho. Na kasikia hapa sijui mko na mashinda zenu. Lakini mimi nikasema, mimi mnajua nilikuwa mstari wa mbele kupigana na hata wale watu wengine wa Azimio. Na juzi nilikuwa kwa kaunti ambao alizaliwa Raila Odinga, kaunti ya Siaya. Nikapokelewa kama mfalme kufungua hii kazi, kwa sababu wanajua hii kazi iko na maana kwao. Nikaingia kaunti ya Migori, wakanipokea kama mfalme. Hiyo ni Azimio. Nikaingia Mombasa vile vile. Nikaingia Kakamega,
kwa gavana bano wa Azimio, nikapokelewa vizuri. Kati ya hizo kaunti zingine 12 nimezindua. Kaunti ya Kenya Kwanza ni kaunti ya Lusaka ya Bungoma na kaunti hii ya Laikipia hapa. Hizo zingine 10 zote ni za Azimio. Na ni kwa sababu sisi tulisema kila Mkenya atakuwa shahuda kwa hii serikali ya William Ruto. Hata ule mtu hakutupigia kura. Kwa sababu maendeleo ikikuja, kikapu hii kijaa ya uchumi itafaidi kila mtu. Sasa mimi nikajiuliza, kama nimeenda kwa Olengo na kwa Ojiro Ayako na kwa Abdulswamad Sharif Nassir na kwa Simba Arati, wenye wanatupiga na mawe, wenye wanachoma tairi, wenye wanaweka sufuria kwa kichwa, nitakosa kuja hapa kwa kaunti ambayo ilichagua William Ruto tuzamani? Kama kuna shahoda, kama shahoda ni kura, si Meru ndio mstari ya mbele hapo jameni. Kwa hivyo mimi niambie viongozi wenu, mimi sina haja yoyote na kuingilia siasa ya Wameru. Na kiongozi wangu mkubwa wangu Rigiji mwenyewe alikuwa hapa jana huko Rale, na akasema mambo ya Meru iachwe nani? Wameru. Na mimi niko hapa kusema tu, nataka kurudia hiyo makamu wa rais alisema kwamba sisi viongozi huko juu, rais, makamu yake na mimi nimesema hata mimi mtatue shida zenu hapa wenyewe. Lakini nitaongeza kitu. Nikiangalia hawa watu pia niko na imani they are equal to the task. They can do the job. Mimi naona hiyo kazi wanaweza. Na wanawagona mimi nawajua. Mkae chini mtatue shida zenu. Lakini mkumbuke vile nimesema, hakuna ati basi ya maendeleo, na sisemi ile ya ndugu yangu Kiraitu, ati itasimama kwa sababu ati sasa dunia ati itasimama iwangojee Wameru ati mumalize vita zenu halafu muanze. Nimewaambia Wajaluo wamesonga, Waluya wamesonga, Wakikuyu wamesonga, Wamasai wamesonga, watu wa Pwani wamesonga. Kwetu tunasema liwa litetakera ki mudhamaki. Na hii liwa ya maendeleo, hata kama wewe ni kiongozi aina gani, hii haitakukojea. Na kama unafikiria inaweza kukukojea, tutembee tu hapa, kwani ni mbali. Tuhesabu vijana wale ambao wamekaa kwa shopping center. Tuanze pale Mtuate, tukuja hapa Rale, tuingie pale Kangeta, tukuja hapa mpaka wa Mikinduli, tupande hivyo, tuende pale nje ya Koromoni. Uone wananchi wote mpaka Nguvu. Watu vijana wamekaa, mtu hajui jioni atakula nini, mama hajui watoto watapikia nini, mzee hajui school fees atalipa na nini. Halafu mnasema kwanza ati tusimamishe maendeleo ndio tuendelee na vita. Mimi najua pengine nafikiriaga kwa Wameru vita ni hobby. So vita ya hobby itaendelea, lakini pia kazi iendelee pamoja na hobby. Sababu kumwambia Meru aache vita sasa, hiyo ni kuingilia utamaduni yenu. So mimi sitaki kuingilia mambo ya utamaduni. Yangu kuomba tu kitu kimoja, hobby na utamaduni ya vita iendelee, lakini kazi pia. Hiyo mambo ya hobby na vita, mimi nilikuwa mpiganaji hatari sana, lakini tangu niokoke nikasema Yesu ni Bwana na nikafuata William Ruto, mimi mambo ya vita hapana, hiyo nimewaachia. Lakini hii ya maendeleo na hii ya kufanya value addition na hii ya kupatia vijana kazi na kusaidia masiko madha hii, hiyo na asubuhi saa 2 mimi nakuanga nimemaliza, nimenyorosha. Na hiyo ndio naelewa. Nimaliza kuambia mama yetu, Mama Kawira, kaadi kwa kitu kidogo. Unajua tulikuwa nawe mbunge. Unajua pia wewe upunguza vita. Punguza mimi, unajua kama mimi nilipunguza, hata wewe unaweza punguza vita. So assignment yangu ni moja. Uhesabu maadui wote, nimekupatia 1 week, you reduce them by 50%. Kama sio lazima umalize wote. Usikuwe na unapigana na huyu na huyu na huyu. Sasa kuna chakula ya kupikwa leo na kuna ingine mzungu anasema ya kumarinate upeke ujao.
Wacha kuweka maadui yako yote pamoja, wengine wakanya hivi na hivi. Kidogo tu wewe Tipani. Mungu awabariki, Mungu alinde. Asante sana, asante. Makofi kwa waziri wetu, makofi mazuri jameni. Asante sana mheshimiwa waziri. Asante sana, makofi mengi tena kwa waziri wetu jameni. Sasa nitaomba tusimame sote hivyo kwa wimbo wa taifa. Kwa wimbo wa taifa jameni, wale wamevaa kofia ambayo si rasmi tuvue.